Habari shemeji. Sasa nzima? Mimi niko poa tu, vipi wewe? Mimi nzima. Ungua kutoka naona. Natoka kuna simu ndani wapi? Sawa shemeji. Naomba dakika moja tunataka niongee na yeye. Basi sawa, ongea haraka maana kuna simu ndani wapi. Sawa. Shemeji. Unakumbuka ile siku nilikutana na Lecho? Nilikwambia nahitaji msaada kutoka kwako. Nakumbuka, yeye nishakujibu siwezi. Msaada hauhitaji pesa hata nguvu, bali ni upendo tu na amani katika maisha yangu shemeji. Dakika hii moja nisikilize tani kwa mbele. Sawa, kusikiliza. Unajua sasa hivi nipo kwenye wakati mgumu sana. Tangia niachane na Lecho. Tangia uniacha Lecho, nimekuwa kama sijitambui. Na nilikwambia nataka nifanyie kitu kibaya sana kwenye maisha yake. Maumivu niliyopata mimi na yeye ayapate. Na mzigo huu inabidi uwe nao wewe. Nataka niishi na wewe. Nakupenda sana. Nguvu zote nilizotumia kwa Lecho kumsaidia kote kule, kila kitu nilikuwa nafanya kwa Lecho nitakufanyia wewe. Nimetokea kukupenda sana. Naomba nipokee kwenye moyo wako. Unasemaje wewe? Haya maneno unatoa mdomoni kwako au kwenye shimo la choo? Hini umeniweka hapa. Nijua nataka kuongea kitu cha maana. Kama nataka kuongea upuuzi wako. Sikiza nikwambie. Tena koma. Mwangalie jitu zima linata haya. Karibu sana jina. Asante. Naona kama kawaida. Kama kawaida. Fresh kabisa. Surprise leo. Si unajua lazima nikukumbuke mke wangu. Sio unatafuta tu. Au basi. Mbona malizimia kia? Au basi binamu. Au basi. Mume wangu. Mume wangu. Usiwe hivyo bana. Mimi naamini kila kitu kitakuwa sawa. Na nyinyi rafiki wenu utarudi kama zamani. Kumbuka, hakuna marefu yasiyokuwa na ncha. Ili mke wangu, wakati unaniambia kuwa kuna ndugu yako katika kuja, ulikuwa hujui kuwa na tabia gani? Maana kwa mtu mwenye akili timamu hawezi kufanya vitendo vya namna hii. Yaani ni kila nikifikiria ilikuwaje, yaani mpaka jasho linanitoka yani. Inauma kweli. Sasa mume wangu, ukisema hivyo utakuwa unakosea. Usipende kumhukumu mtu mmoja. Kumbuka wote wana makosa. Kwani sawa hapa nimemzungumzia Lati.
Kwani huyo Denga alikuwa hajui kama yule Lati ni mke wa Chenga ambaye ni rafiki yake wa muda mrefu? Hawa walikaa wakakubaliana na wakashauriana, ndio akaamua kufanya upuuzi huu. Kuona kwamba mume wangu siwaze hivyo. Ukiwaza kama hivyo hitasaidia kitu. Unapofikiria kwamba utampataje huyo Chenga ili wakae chini wapate kuyamaliza. Sawa. Sawa. Ila mume wangu nikwambie kitu. Nimeenda kupima leo hospitali, nimeambiwa na mimi. Una mimba? Ndio. Asante Mungu. Yaani unataka kuniambia niitwa baba sasa? Sasa utaitwaje baba wakati mimba yenyewe ndo kwanza na mwezi mmoja? Sina tarajio. Asante mke wangu. Vipi binamu? Umekuja ukiwa nyonge sana. Utokako kwema kweli? Yaani sijui nianzie wapi. Anzia tu popote binamu, mimi nitakuelewa. Unajua binamu, kuna usemi unasema usipostaajabu ya Musa hutayaona ya Firauni. Sasa nimeona ya Firauni. Unamaanisha nini binamu kusema umeona ya Firauni? Unakumbuka siku ambayo umekuja nyumbani? Ni mara ya mwisho? Ndiyo nakumbuka. Ulinikuta na nani? Nakumbuka nilikukuta na mwanamke na ukanitambulisha kuwa ni shemeji yangu. Au sio hivyo? Ndio hivyo. Sasa yule mwanamke nimemfumania na Denga. Denga huyu rafiki yako ninajua mimi au kuna Denga mwingine? Denga huyo rafiki yangu. Kiukweli nimeumia sana. Nimeshindwa kuvumilia. Na ndio maana nimeamua nije huku binamu. Kupumzisha akili yangu. Yaani Denga kanda mbili. Yaani jinsi unavyokosa maneno ya kuzungumza, ndio hata mimi nashindwa kuongea chochote. Kinachoniumiza, Denga mimi ni rafiki yangu. Na si rafiki yangu tu, ni ndugu yangu. Kuanzia tulipotokea hadi leo hii tulipofikia. Kinachoniumiza zaidi, najiuliza ni ubaya gani ambao nimemfanyia mimi Denga mpaka anaamua kuyafanya haya. Kiukweli inaniumiza sana. Sikia binamu, hapo rafiki hakuna tena. Labda nikwambie kitu kimoja. Kuna usemi unasema hakuna marefu yasiyokuwa na ncha. Usemi huu unamaanisha kuwa kila chenye mwanzo huwa hakikosi mwisho. Mwisho wa urafiki wenu ndio umefikia. Kilichobakia ni ubaya ubwela. Ubaya ubwela? Sasa Mama Denga. Bwana ndio kupata kahawa.
Haya. Lakini si unaona mwanetu, toka tumezungumza naye mpaka hivi kwenye simu namwambia arudi, lakini Jaribu kumpigia tena. sasa nampigiaje tena kila wakati namdemba yeye? Namteweza kitu gani? Yule mtoto bado. Jaribu tena mara ya mwisho. Yeye kila wakati nimpigie simu tu. Sasa hiyo niweke. Nimpigie simu kama simu wewe simu yako leo sasa. Wewe mzazi, siwe na kinyongo kama. Mimi sina kinyongo naye. Na kama ningekuwa na kinyongo saa hizi ningeshasema mengi. Basi mpigie tena. Jaribu tena kumpigia. Basi ngoja nikatie akili kwa sababu maana yake kahawa nayo narudisha akili. Inawezekana nikapata wazo jipya. Haya. Nitakuwa naenda wapi? Mama. Oh, mwanangu Senga. Karibu baba. Asante. Karibu kabisa. Naona unaletea ngeni. Sio mgeni. Nimekuletea mkamwana. Amerudi mbilini kwake. Mkamwana tena? Shangazi, mimi nataka utatulie hii mada. Naomba uniambie kitu hichi. Hivi kati ya mtoto wa mjomba na mtoto wa shangazi, yupi anayepaswa kuolewa? Wala kutisha. Yeye ndo anapaswa olewe. Hiyo wao vilisikitisha. Mama, Hamna cha mama. au basi. Au basi. Haya mwanangu, habari za nyumbani? Nyumbani salama shangazi yangu, sijui wewe. Tunashukuru. Shikamoo. Marahaba, familia. Jambo, vipi mjomba wangu? Mjomba wako ajambo? Ila ameondoka kidogo. Vipi? Mbona surprise? Una jipya? Sina mapya shangazi yangu. Ila nimekuja kukutembelea tu. Oh, asante kwa kunitembelea mwanangu. Karibu sana. Msitoke mbali. Mwanangu. Hebu nenda kwanza sokoni kununua mboga kwa kumfikia mmoja. Mama, ngoja kwanza kidogo. Hapo kwenye kwenda kununua samaki hapo sokoni. Huyu bwana mimi nilienda kwake. Akanambia najiandaa ili nifike nimenona. Nikienda kwa mama mkwe. Mimi nimekubali sawa, akaja kunioa. Aweke samaki hapo chini aliyojiandaa nao kuja kwa mama mkwe, ndoa ipite. Au mimi niende sokoni. Nikachukue samaki nije hapa. Basi swalishe. Baba maneno yako. Achana na matani yake shangazi bwana. Mimi kweli nilitaka nijipange shangazi yangu ule misamaki. Ndio. Lakini kazi ngumu sana. Ndio. Kwa hiyo nimeshindwa kubebea chochote shangazi yangu. Usijali. Maneno tu hapa chochote. Mia ile hana. Yeye mwenyewe anategemea mimi aje kuniomba 100, 500 buku. Mambo yake yaende. Kwa hiyo huyu kazi yake kupalasa palasa. Ana hela anapata hapa. Lakini mtoto kwa mama hakui. Na hiyo anatekeleza jukumu lake kama mzazi. Kwa mimi nakuja mama nigee buku, mama nigee 2000. Ni kawaida mtoto kwa mama. Sasa mimi naona kitu hichi. Mimi ninakurudi zangu ni mbebe huyu. Akale supu. Hilo ndio la maana. Wewe mbebe. Mama. Ya shule. Naipata wapi mwanangu, leo sina hela. Subiri mwanangu, kaka yako akija. Nakupa hela kesho, utaenda na hela. Mimi sijui siku ngapi sijui. Naenda hivi hivi. Kakanye hata haji. Shule njaa kule. Wanafunzi wenzangu wanakuja na hela, wanakula, wanashiba, hata hakupi. Mwanangu, si nimekwambia leo sina hela? Acha umama. Kaza mtoto wa kiume. Si kipindiko tunasoma, tunaamka nyumbani saa 11. Tunafika shule saa 2, bado tunapigwa kuchelewa. Tunatoka kwa saa 12, tunaruhusiwa tunafika nyumbani saa 2. Tunaingia jikoni wewe tunapika chakula kikutu. Wewe unakuja hapo nakuta chakula. Sasa hapo kaka unyama. Karibu mwanangu. Asante.
Habari. Nzuri shomo. Marhaba, vipi hali? Salama kabisa. Karibu. Asante. Chenga siku 2-3 hizi amefika hapa? Hapana, Chenga hajatokea. Kwa sababu kutokana na kazi zao zile. Basi wao wiki 2 wenda wanaenda huko kisiwani. Na akiwa hasa aliza upepo kama hivi. Huwa analaza huko. Hiyo najua hiyo. Ila mwanangu, kuna tatizo? Hamna tatizo, ila yule ni rafiki yangu sijamuona muda, kwa hiyo nataka nimsalimie. Haya mwanangu. Mimi niko na lakini hebu mwana. Asante mwanangu. Unakosa 200 ya kumpa? Haina shida, nashukuru mwanangu. Hamna shida mama. Yaani hivyo unavyonisaidia. Basi naona kama Chenga yuko hapa. Mungu akujalie mwanangu. Mungu akuzidishie. Asante. Yaani naomba muendelee na urafiki wenu. Hivi umenifikiria kabisa niende kwa mama leo? Ndugu yule umempa 1000 akaenda shule na mimi unanipa hii. Alhamdulillah mwanangu. Mungu akujalie. Haya. Kitu kitaka kwenye mstari, mambo yote yatakaa fresh. Tumefika Makapala. Lecho. Nakuona. Makapala mwenyewe. Njoo kwanza, tembelea. Mwanangu unanishusha hapo, kwa unajua niko saluni na Njoo kwanza wana. Kondo hivyo Makapala, kama tulivyoongea kwenye simu, ndo mchongo wenyewe upo kama hivi. Mwangalie kwanza huyo mwana. nimemuona. Umeona Mimi nataka awe mumeo. Mume wangu?